Katika siku za karibuni, kwa karibu kipindi cha miezi miwili, kulikuwa na mambo yanatambaa kwenye mitandao. Lakini hapa pia niweke shukrani zangu kwa sababu wengine miongoni mwenu pamoja na waandishi wa habari wengine kutoka Dar es Salaam, Dodoma na wapi walinipigia sana simu wakiuliza ni nini hiki kinachotokea. Wengine walifuatwa hata kupewa kwamba watoe kwenye vyombo vyao vya habari. Basi tunamshukuru Mungu, kuaminika kwangu kumekuwa na msaada mkubwa. Nimepigiwa simu sana na hapa Tanga Club, Press Club. Nimepigiwa simu na miongoni wenu wakiuliza kwamba ni nini hiki kinachotokea. Ninasema kwamba hao wote waliohoji na kuona mashaka ni kwa sababu wananifahamu fika. Wananifahamu vizuri sana. Na waliona mashaka, wengine hata siwajui sura zao, lakini nimepigiwa simu kutoka vyombo vikubwa vya habari Dar es Salaam kule. Na mimi sikusema neno kwa sababu wanasema kwamba ukitaka kuwa na hekima usiwe wa kwanza kuzungumza. Unaingia tu kwenye mikutano isiyo na sababu. Kwa hiyo leo hivi pia hata tunapokuja hapa jamani, tunawapa sehemu ya hapo tulipofikia, maana mambo hayo si ajabu bado yanaendelea. Lakini zaidi sana tunawaita kwa sababu sasa tuna tamko la chombo rasmi kinachoongoza dayosisi hii. Na ndio sababu nimethubutu kutoka. Mimi mwenyewe binafsi nisingeweza kutoka na kusema tu. Lakini kuna vyombo ambavyo ndio vimepewa dhamana ya kuongoza kazi katika dayosisi hii. Kazi hizo zote nilizozitaja zimeidhinishwa na wao, zimesimamiwa na wao. Mimi ni kama kiongozi katika dayosisi hii. Hiyo nimejitahidi kusema. Na hata sasa baada ya hii sitasema kwa sababu sihitaji kusema na najua ukweli. Kwa hiyo katika mambo yote ambayo yalikuwa yanapita yale tulinyamaza kwa sababu tulikuwa tunangoja vyombo rasmi viweze kukaa. Lakini labda niseme tu jambo moja kwa wale wanaonifahamu. Ninajua na hata mbele za uso wa Mungu na wanaonifahamu mimi niko safi vizuri, na ndio maana sikubabaika. Niko vizuri. Niko safi vizuri sana. Sasa inawezekana kuna wengine, nimesikia kuna wengine labda wanaweza hata kutoa pesa ili kuchafuliwa. Mtu unaweza ukachafuliwa, lakini kama huu uchafu ule haukai. Katika siku za karibuni, wakati tunaelekea kwenye mkutano mkuu wa 3 baada ya miaka 125 ya Injili ya Dayosisi ya Kaskazini Mashariki, kumejitokeza mtu ama kikundi cha watu ambao wamekuwa wakiandika katika mitandao ya kijamii maneno yanayoashiria chuki na dhamira mbaya dhidi ya dayosisi na askofu, wasaidizi wake pamoja na halmashauri kuu ya dayosisi. Watu hawa wamekuwa wakimtukana baba askofu na kumtishia kwamba ajiuzuru, na pia wamekuwa wakitaka halmashauri kuu ijiuzuru. Watu hawa wamekuwa wakisambaza nyaraka hizi na maneno haya mbalimbali katika mitandao ya kijamii. Watu hawa wamejitambulisha kama wanadayosisi, lakini ukweli ni kwamba ni wanadayosisi wasioitakia mema dayosisi ya Kaskazini Mashariki ya Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania, maana njia za kushughulikia malalamiko yanayohusu dayosisi, viongozi au halmashauri kuu ziko wazi katika katiba ya dayosisi ya Kaskazini Mashariki. Lakini mitandao ya kijamii si sehemu ya njia hizo. Hivyo basi ni busara kutoa malalamiko kwa vyombo vilivyo na mamlaka ya kusikiliza na kutatua malalamiko. Mwisho, kwa moyo wa upendo tunawaonya mtu au kikundi hicho cha watu wanaosambaza nyaraka hizo waache mara moja. Kibovu hakiingii kwenye ofisi ya askofu. Sasa mtu unajua mwenyewe. Lakini ni ofisi ya juu, inapurukushani nyingi, ni kama uongozi mwingine, na sisi tuna church politics zetu. Kwa hiyo najua, lakini mwisho wa yote tutampata mzuri tu. Mzuri kabisa. Na baba askofu niliyempokea akasema tumpate mzuri kuliko mimi, na mimi ninasema nitajitahidi tumpate mzuri kuliko mimi, ili kazi hizi kama mnavyofahamu tuna kazi kubwa sana katika dayosisi. Kuliko dayosisi nyingine zote tuna vituo vya huduma. Tunatunza watu kule Lutindi Mental Hospital, tunatunza watoto yatima, anatakiwa askofu anayeingia kwenye dayosisi hii awe na moyo wa kuwapenda watu na kuwahudumia watu. Kwa hiyo
tutahakikisha, na mimi kama askofu ambaye naondoka nitahakikisha kwamba askofu anayeingia anafaa kwa mambo haya. Unajua, vita dhidi ya corona ni vita vya kijamii, lazima tupigane kwa pamoja. Na ndugu zangu, ndio maana hata tuna sura hizo za kuvaa maski, ni kwa sababu tunataka kuhakikisha kwamba tunakwenda pamoja. Kwa hiyo sisi, kwa kadiri serikali ilivyokuwa inatoa maelekezo, na sisi tumekuwa sehemu ya jamii kufanya vile. Lakini juzi hapa tumesikia World Health Organization wakisema kwamba tujifunze sasa kuishi na kidudu hiki kirusi. Ni kweli hakitaondoka kesho au kesho kutwa, lakini mambo yale ambayo kitaalamu tumeambiwa kwamba ni muhimu kuyazingatia: kuweka nafasi, social distance, kunawa mikono mara kwa mara, kuvaa maski. Haya mambo ni muhimu, lazima tutakwenda nayo, na tutakwenda nayo kwa kipindi kirefu, na tukiacha hayo tutapoteza maisha ya watu wengi. Kwa hiyo ikiwa shirika la afya duniani limekwisha zungumza kwamba huyu kirusi sio kwamba ataondoka kesho, tujifunze kuishi naye, lakini wakaweka na mkazo kwamba mambo yale ambayo ni muhimu kuzingatia ili kuepukana na maangamizi tuendelee kuyazingatia. Basi ujumbe wangu ni kwamba tusije tukalala usingizi tukalegeza. Lazima tukubali, kama ulikuwa unaosha mara 5 sasa ongeza zaidi. Kama ulikuwa unavaa maski sasa vaa zaidi. Na mambo ya mirundikano pasipo kuweka space, tujihadhari sana.